Najua wengi tuko na ufahamu wa Samson ya kwamba alikuwa ni shujaa wa vita, lakini kuna huyu mwanamke mmoja ambaye anaitwa Delilah ambaye alilipwa na Wafilisti kwenda kutafuta siri ya Samson ni gani. Juu walikuwa wamejaribu kumchunguza wajue siri yake ni gani, pahali ambapo nguvu zake zinatoka, lakini hawakuwa wamefaulu. Wakatafuta mwanamke mmoja ambaye alikuwa mrembo sana, anaitwa Delilah, wakamlipa. Na Delilah akaambiwa, usipoweza kutuletea jawabu ambalo ni sahihi pahali ambapo nguvu zake zinatoka, tutakuangamiza wewe na tuangamize familia yako. Samson hakuwa na ufahamu. Ye alidhani ya kwamba amepata mpenzi wa moyo wake, lakini yule mpenzi alikuwa amelipwa aende akapate kumpeleleza na kujua siri ya nguvu zake. Jambo la kwanza, akaenda akashika mzoga. Unakumbuka alipata pale simba ambaye alikuwa amekufa, akashika akaupasua. Mara ya kwanza akamuua, lakini wakati alirudia pale akapata ule mzoga huko, lakini ndani kulikuwa na asali. Akapasua mzoga, akaharibu, akavunja sheria ya kwanza ambayo Bwana alikuwa amempa. Tena wakati alipotembea kwa Wafilisti, akapewa kinywaji kule, akakunywa, akasikia raha kabisa, alikuwa anacheka mpaka akasahau ya kwamba Bwana alikuwa amemwambia usikunywe makali. Jambo la tatu, akaambiwa usinyolewe. Hii siri ndio alikuwa amekaa nayo, na bado Roho wa Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini wakati Delilah alifaulu siku hiyo, alimbembeleza, alimwambia kuja, akalazwa katika miguu yake, akapapaswa, akibembelezewa, akaibua nyimbo nzuri, akapagawa. Akamwambia, unajua mimi ukininyoa hizi manywele nitakuwa kama mtu wa kawaida. Naye Delilah akaitana mara moja, akanyolewa. Wakati aliamuka, ni hapo tumesoma, alidhani ya kwamba ataamuka kama kawaida, lakini hakuwa na ufahamu ya kwamba the presence of God has departed from him. The plan of the enemy, kila siku anapoleta mtego katika maisha ya mwanadamu, ako na lengo moja, kukutenganisha na uwepo wa Mungu. Ndivyo pia katika ufalme wa Mungu tumepewa neno kama katiba, na tusaidia kuelewa jinsi Mungu anavyopenda pamoja na maisha yetu. Niseme naitwa Baba Joy na Yesu ni Bwana. Siku ya Jumapili kuna swala ambalo tulikuwa tunaangazia, na nilikuwa ninataka ya kwamba baada ya kusoma, najua kila wakati kutakuwa na mtihani, kwa hivyo weka masikio yako ikiwa wazi, ndio tukifika wakati wa mtihani utapata kusaidika. Kwa hivyo nilikuwa nataka tuendeleze mahali ambapo tuliwachia siku ya Jumapili, na tulikuwa tunajiuliza tunaanguka katika majaribu kwa njia gani, ama shetani anatafuta nini katika maisha ya mwanadamu wakati anapomuingiza katika majaribu. What is this that the enemy is after when he's bringing temptation in your life? Na jambo la kwanza tukasema ya kwamba anatafuta dhamiri ya moyo wako. That is the conscience ya mwanadamu. Ndio wakati wote unaposimama mbele za Bwana unasikia dhamiri is the conscience ya ndani inakwambia hapana, wacha, haustahili, ulifanya hivi. Anataka kukunyamazisha. Jambo la pili ambalo shetani anatafuta wakati anapotuingiza katika majaribu is to separate us from the presence of God. Anatuondoa katika uwepo wa Mungu. Na kuna andiko ambalo nitasoma katika the book of Judges, hao ni Waamuzi, the book of Judges 16 and verse 20. The book of Judges 16 and verse 20. Ningependa hii maandiko yakuwe mwongozo, yatusaidie ndio tuelewe mambo yanafanyika namna gani. That the enemy was to separate us from the presence of God. Judges 16 and verse 20.
And the Bible says, She lured Samson to sleep in her lap, and summoned a man who sheared the 7 locks off his head. Then he began to lose his strength. His power left him. She cried, "The Philistines are upon you, Samson." He woke from sleep thinking, "I shall break free as I did before and shake myself clear." But he did not know that the presence of God has departed from him. Najua wengi tuko na ufahamu wa Samson ya kwamba alikuwa ni shujaa wa vita. Lakini kuna huyu mwanamke mmoja ambaye anaitwa Delilah ambaye alilipwa na Wafilisti kwenda kutafuta siri ya Samson ni gani. Juu walikuwa wamejaribu kumchunguza wajue siri yake ni gani, pahali ambapo nguvu zake zinatoka, lakini hawakuwa wamefaulu. Wakatafuta mwanamke mmoja ambaye alikuwa mrembo sana, anaitwa Delilah. Wakamripa, na Delilah akaambiwa, usipoweza kutuletea jawabu ambalo ni sahihi, pahali ambapo nguvu zake zinatoka, tutakuangamiza wewe na tuangamize familia yako. Samson hakuwa na ufahamu. Ye alidhani ya kwamba amepata mpenzi wa moyo wake, lakini yule mpenzi alikuwa amelipwa aende akapate kumpeleleza na kujua siri ya nguvu zake. Kwa hivyo wakati mara ya 3 Samson alikuwa ameambiwa mambo matatu na Mungu. Jambo la kwanza, usikunywe vitu vikali. Never drink wine. Hiyo ilikuwa jambo la kwanza. Never drink any kind of alcohol. Jambo la pili, kitu ambacho kimekufa, mzoga, usiwahi shika kwa mikono yako. Na jambo la 3, usinyolewe nywele yako. Jambo la kwanza, akaenda akashika mzoga. Unakumbuka alipata pale simba ambaye alikuwa amekufa, akashika, akaupasua. Mara ya kwanza akamuua, lakini wakati alirudia pale akapata ule mzoga huko, lakini ndani kulikuwa na asali. Akapasua mzoga, akaharibu, akavunja sheria ya kwanza ambayo Bwana alikuwa amempa. Tena wakati alipotembea kwa Wafilisti, akapewa kinywaji kule, akakunywa, akasikia raha kabisa, alikuwa anacheka mpaka akasahau ya kwamba Bwana alikuwa amemwambia usikunywe makali. Jambo la 3, akaambiwa usinyolewe. Hii siri ndiyo alikuwa amekaa nayo, na bado Roho wa Mungu alikuwa pamoja naye. Lakini wakati Delilah alifaulu siku hiyo, alimbembeleza, alimwambia kuja, akalazwa katika miguu yake, akapapaswa, akibembelezewa, akaibiwa nyimbo nzuri, akapagawa. Akamwambia, unajua mimi ukininyoa hizi manywele nitakuwa kama mtu wa kawaida. Naye Delilah akaitana mara moja, akanyolewa. Wakati aliamuka, ni hapo tumesoma, alidhani ya kwamba ataamuka kama kawaida, lakini hakuwa na ufahamu ya kwamba the presence of God has departed from him. The plan of the enemy, kila siku anapoleta mtego katika maisha ya mwanadamu, ako na lengo moja, kukutenganisha na uwepo wa Mungu. Wakati anapotutenganisha na uwepo wa Mungu, ile kitu atakuwa ametuondolea ni ukuta. Sababu wakati tuliokoka, kuna ukuta ambao niliekewa, kuna ukuta ambao uliwekewa, ambao unatuzunguka. Wakati adui anakuletea majaribu, anajaribu kuondoa ule ukuta ndio apate kuifikia nafsi yako. The second plan of the enemy to bring temptation is to separate us from the presence of God. And the third thing ambayo anaitafuta is to destroy our destiny. Kama ungesoma historia ya Samsoni, watu wanajua tu Samson kama shujaa wa vita, alikuwa amefanywa maamuzi. He was a judge in Israel. He was like a king. Lakini wakati tu alipatikana na ule mtego, akashikwa. Hata wewe unajua ile hadithi ya kwamba walimngoa macho, wakamfungia mahali ambapo kila siku alikuwa anasiaga ngano. Watu walikuwa wanaenda kulipa waone Samson, shujaa ambaye alikuwa wa vita, mtu ambaye alikuwa mfalme, akazushwa chini kiwango kwamba watu walikuwa wanaenda kumtazama akiwa amefungwa.
Hatima yake labda alikuwa atawale miaka ingine 10, juu alitawala miaka 20. Lakini destiny yake ilikuwa inatafutwa na ibilisi. Every time adui anapotujaribu, anataka kutafuta our destiny. Unajua kuna watu ambao katika udogo wao, mahali ambapo, ama nikupea historia moja kwanza ndio upate kunielewa vizuri. Sikiza. Mzee mmoja alikuwa na watoto, alikuwa ameoa kama mimi. Siku moja akashikwa akapelekwa gerezani. Alikuwa mhubiri wa injili ya ufufuo na uzima. Sasa hivyo wakati alishikwa alikuwa na shida sana moyoni mwake, akajiuliza, naweza shikwa namna gani nikazingiziwa mambo ya uongo, wakatafuta washahidi wa uongo ya kwamba nimeimba vitu za watu na nikafungwa jela. Alikuwa anajiuliza, kwani Mungu alikuwa wapi? Inawezekana vipi mimi mhubiri nizingiziwe na nifungwe? Akaenda akaomba sana, lakini Bwana akamwambia, nimekupeleka pale sababu kuna kazi yangu hapo gerezani na ninataka uhubiri hapo kwa miaka 7. Amewacha familia, mke na watoto 2, lakini Bwana amemwambia, umezingiziwa juu na kutoka ukiwa gerezani uhubiri injili ya ufufuo mahali pale. Kwa hivyo wakati alikaa pale, moyo wake ulihuzunika. Aliona nikana kwamba Mungu amemwachilia. Haiwezekani. Naweza kaa gerezani miaka 7 namna gani? Na kuna watu ambao walikuwa na washirika. Bona mimi sio wao. Baada ya kukaa miezi 2, shetani akamkujia. Akamwambia, usidanganyike, niko na wazo. Kuna mtu ambaye alitumwa na shetani akamwambia, niko na wazo, unaweza toka hapa. Yule mtu akasahau na sauti ya Bwana ilimwambia, nimekupeleka pale kwa huduma, niko na kazi na wewe. Shetani akapitia mtu mmoja ambaye alikuwa anatumiwa kuzika watu ambao wamekufa gerezani. Akuja akamwambia, niko na wazo. Mimi wakati naenda kuzika watu, nimepewa uhuru ya kwamba ninaweza enda makaburini nizike mtu, ninaweza rudi baadaye niangalie makaburi jinsi yalivyo. Kwa hivyo akamletea wazo, akamwambia, nitaenda, wewe wakati utafikia tu filimbi imepigwa, kuja mbio, utapata kuna mtu atakuwa tayari amekufa, nitakuwa nimetengeneza jeneza, kuja ingia ndani nifunike, twende tukuzike kaburini, alafu baada ya dakika 30 nitakuja nikuzibue uende nyumbani kwa mke wako na watoto. Yule jamaa akasema, hilo ni wazo, kiko umenisaidia. Miaka 7 ni mingi sana kuwa gerezani. Wakapanga, wakati filimbi ililia, akajua kuna maiti inazikwa, akakimbia mbio, akaenda akaingia katika jeneza na hapa kuna mtu mmoja ajua amekufa, hapa kuna mzoga ya mwanadamu ambaye amekufa. Akajisidilia hapa na akafunga saduku kwa watu 2 kwa saduku moja. Hata hakutaka kujua ni nani yako ndani, alijitupa ndani na akafunga. Ile kitu tu alibeba ni kitu moja, alibeba saa ya kuangalia dakika 30 na alibeba tochi, juu alijua pale ndani kuna giza. Kujipanga. Akaenda, watu wakakuja wakashika hiyo, wakachukua ile saduku, wakaenda wakazika mara moja, alafu wakakuja wakatulia. Jamaa alikuwa pale ndani, alikuwa tu anaangalia dakika 10 zimeisha, dakika 20 zimeisha, dakika 30 akaanza kuwa na matumaini. Lakini ikagonga 35, haoni mtu akikuja. 38 ikaingia 40, anashindwa kunaenda aje. Akaona, unajua ukiwa pale ndani, hakika ukiwa mwanadamu unaanza kufanya biashara, ujiulize, na ni nani huyu ambaye amezikwa hapa? Unajua sasa kuna jamaa pande ile na wewe uko pande hii. Akajaribu kuamusha kichwa, amulike na tochi aone ni nani. Kwa bahati mbaya, yule ambaye alikuwa amezikwa pale ni yule ambaye walikuwa ahadi na yeye ya kwamba unakuja kunizibua baada ya dakika 30. Kwa hiyo matumaini yake ni yule mwanadamu ambao walikuwa wamepanga naye. Mungu akahakikisha ya kwamba imebackfire. Sasa utaka uniambie dakika 40, dakika 45, dakika 50, masaa moja, huyu mtu alikuwa anafanya nini? Kuingizwa katika mtego. Mtu ambaye alikuwa ahubiri gerezani miaka 7, alikufa na miezi 6, alitafutwa, hawakujua alienda wapi. Mipango ya shetani ni kuharibu hatima ya mwanadamu. Kama angetulia, ahubiri injili ya ufufuo na uzima miaka 7, angetoka pale akiwa mchungaji, angetoka pale Bwana amshughulikie. Lakini shetani aliona destiny ambayo shetani anatafuta katika maisha ya watu wengi, kuharibu destiny ya watu wa Mungu. Chunga sana. Jambo la kwanza nilisema ya kwamba anatafuta destiny. Jambo la pili, kukutenganisha na uwepo wa Mungu. Jambo la tatu, anatafuta nafsi yako. Ningependa tujiulize, tunaanguka katika majaribu namna gani? How do we fall into temptation?
Ni nini hii ambayo shetani anaangalia ili apate kukutafuta na kukuanguza katika majaribu? What is this? What are our weakest point ya kutuanguza katika majaribu? Wacha nisome maandiko katika kitabu cha Warumi, the book of Romans 6 and verse 12. The book of Romans 12 and verse 2. Romans 12 and verse 2. Romans 12 and verse 2. Ndio tupate kujua ya kwamba what are our weakness, or what are our weakest point in our lives zenye zitatufanya tunaanguka katika majaribu. The book of Romans 12 nisome ya simu, Warumi 12 mstari wa 2. Inasema ya kwamba, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable, perfect will of God. Jambo la kwanza, nisikize vizuri sana. Watu wengi ambao shetani alipata kuwanasa na kuwaangusha katika majaribu, kitu cha kwanza ambacho anakitafuta ni mawazo ya mwanadamu. For what a man thinketh, so he is. Mawazo ya mwanadamu, your mind is very, very important. What do you feed your mind? Ni kitu gani hiki ambacho unakiweka katika mawazo yako? I wish kama ningejua wakati nilikuwa mdogo hali ya kutumia akili zangu vizuri, because what you think most of the time is what you become. Kuna watu ambao hawezi kusimama hapa waongee, ni kwa sababu ndani yake anajua kabisa mimi siwezi. Hata wakati tunaambiwa fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, unaona mwingine anajaribu, lakini mawazo yake inamwambia hapana, wewe huwezi. Wachanga, angalia wengine vile wanakuangalia, angalia wengine vile wanakuangalia. Mawazo ya mwanadamu, the mind of a man. Unajua mawazo ya mwanadamu is like a factory. Chote ambacho unachokiweka hapa ina process. Watu ambao wanatengeneza yogurt, ni lazima upeleke maziwa kwa kile kiwanda. Maziwa inatengenezwa inakuwa yogurt. Yogurt ikimaliziwa inawekwa kwa fridge na kwa store. Mawazo ya mwanadamu inakaa hivyo. Kuna raw materials. Raw materials ni ile kitu ambacho unatazama, kitu ambacho unasikiza. Hicho unakiweka katika mawazo yako. Na wakati kinaingia pale, kinapata kukutengenezea the product yenyewe. Na ndio unapata ya kwamba Paulo anawaambia, badilisheni mawazo yenu. Daudi akasema na in the book of Psalms 139 verse 24, akasema ya kwamba Bwana, chunguza mawazo yangu, chunguza moyo wangu. Sababu alijua for way a man thinketh, so he is. Kwa hivyo adui anajua ya kwamba akishika mawazo yako, atakuwa ameshika mawazo, atakuwa ameshika maisha yako. Wacha nikupe mfano kwa urahisi. Kuna mtu mmoja katika Biblia ambaye alitumaniwa na Daudi akaambiwa, na kuinvite ukuje kwangu tukule na tukunywe. Sababu Daudi aliuliza, kunaye mmoja ambaye amebaki katika nyumba ya Daudi, katika nyumba ya Saul, ni mtende mambo mema. Wakati aliuliza akaambiwa, kuna mmoja amebaki anaishi pahali panaitwa kwa jamaa anaitwa Makiru wa Mweri, tunaweza kumwendea pale akuje katika meza ya Daudi ya mfalme. Huyu jamaa akaendewa, alikuwa anaitwa Mefiboshethi. Akaambiwa na Ziba ya kwamba unaitwa na mfalme, ukuje ule na yeye na ukunywe na yeye. Umepata kibali machoni mwa mfalme. Ile kitu alisema ni kwamba ni getwa ni mudhabaki. Mimi kabisa nimeitwa na mfalme. Angalia, alikuwa na mguu ambao ulikuwa umevunjika. Angalia mimi ni kiwete. Akaambia Ziba ya kwamba hebu nitazame vizuri, mimi nakaa mbwa aliyekufa. Kwa hivyo kwa mawazo yake alikuwa amejidharau kiwango cha kwamba anajiona kama yeye ni mbwa aliyekufa. Kunawezekana namna gani? Mfalme ametumana, amekwambia kuja ukule na ukunywe, lakini wewe mwenyewe mawazo yako yanakufunga. Kwa hivyo wewe hata hujui wewe ni nani. Shetani anatumia mawazo ya mwanadamu kumfunga. Most of the time
Watu wengi ambao walishikwa na ibilisi ni wale ambao hawajui kutemu mind zao. Siri ya kwanza, watch what you feed your mind. Because we are living in a world where everything is smart. We are living in a smart world, smart people, smartphones, smart TV, smart sinners, smart everything. Kwa hivyo, mimi siwezi kukuchunga. Hata mzazi hawezi. Hata mimi niko na msichana anaelekea form 1. Siwezi kumchunga kabisa. Juu ataenda hapa atakula mutura, atakuja kama ameblush. Nitajua namna gani amekula mutura. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba maisha ni ya kwake. Ile ujumbe mimi nitamwambia ni kwamba watch what you feed your mind. What you watch. Ile kitu ambacho unasikiza, vitu ambazo unasikiza, vitu ambazo unatazama. Watch what you listen, watch what you see and what you watch. Unajua simu ziko na unaweza pata mtu hata kwa kanisani, lakini hata ile wimbo ambayo imewekwa kwa simu yake ni ile ambayo imefungwa na serikali. Hata serikali wenyewe wameifunga. Amesema hiyo wimbo haifai kabisa. Lakini unasikia tu wakati mhubiri ninahubiri hapo, unasikia tu imelia ngenge. Ni wimbo gani serikali imefunga? Hiyo ukiuliza hakuna mtu hajui. Wimbo ambao imefungwa na serikali, lakini yeye sababu anataka kujisikia kuna utofauti. Unasikia wimbo mpaka serikali imefunga, ndio imelilia kwa ringtone yake, anataka kuonyesha wengine ni wachache. Wengine ni wachache. Mimi hata serikali hainiwezi. Kwa hivyo yeye anafikiria ni serikali haimwezi, lakini ile kitu anafeed mawazo yake. Utapata baadaye kwamba he becomes a victim yale mambo ambayo anayasikia. Anakuwa victim ya yale mambo ambao anayatazama. Watch your mind because the enemy uses your mind. Na akikuingiza jambo atakuwa amekushika. Jambo la pili, watch the people around you. The enemy uses the people around your life. Wasomi anasema ate peer group. Peer group inaweza kuwa labda hata mwenye mko naye sio peer group. Hamuna uhusiano sana, lakini is your friend. Kuna siku moja ukisoma maandiko in the book of 2 Chronicles 15, Mungu alimwambia mfalme mmoja, alikuwa anaitwa mfalme Asa, ya kwamba wakati wote mfalme Asa utakuwa pamoja nami nitakuwa pamoja nawe. Lakini wakati utaniwacha, na mimi nitakuacha. Hiyo ni Mungu alimwambia ukweli. Hii ilikuwa wazi. Ukikaa nami nitakaa naye. Alikuwa anaitwa mfalme Asa. Lakini ikafika pahali akasikia wivu kwa mfalme mmoja alikuwa anaitwa mfalme Basha, mfalme wa Israeli. Akaenda akatafuta mfalme alikuwa anaitwa Ben-Hadadi wa Asuri. Akamwambia kuja unisaidie tukapige wa Israeli. Nisikize vizuri. Asa alikuwa mfalme wa Yuda. Walikuwa na maagano na Bwana. Nikamwambia pahali pote utanihitaji nitakusaidia. Na hakika Mungu akasaidia Asa kupigana vita mingi sana. Lakini siku moja akasahau na maagano yao na Mungu. Akaenda kwa mfalme alikuwa anaitwa Ben-Hadadi, alikuwa anamiabudu miungu ya sanamu. Na wakaenda wakapigana na wakashindana vita, lakini Mungu akamjia akamwambia, sababu umekubali kuingia katika mahusiano ya watu ambao wanaabudu sanamu, kuanzia leo kuendelea mbele uhusiano wangu mimi na wewe nimeukatiza. Ni kwa sababu gani? Sababu huyo mfalme alikubali kuingia katika mahusiano ya watu ambao Mungu amewakataa. Najua shetani ni mjanja. Chunga watu ambao wanakuzunguka maishani mwako. Sababu wale watu ndio wanakuja wanafanya uwepo wa Mungu na kuondolea. Shetani anatumia wale watu ambao tuko karibu na sana na wao kutupea ripoti, kutufikia sisi, kutuangusha sisi, kutuingiza katika majaribu. Wakati mnaenda pale anakuambia nishikie hii, onja hii, nusa hii, shika hapa, guza pale. Labda hukuwa na ile hata hukuwa na ile hisia, lakini yale mambo ambayo anakuingiza anafanya, shetani anatumia adui ama rafiki yako kukufikia. Watch your people. Maandiko inasema in the book of Corinthians, 1 Corinthians 15 and verse 33. Wacha nisome hapo. 1 Corinthians 15 and verse 33. Paul vile anasema in the book of Corinthians 15 verse 33.
Hii inaongea, inasema don't be deceived. Ya kwamba usidanganyike. Don't be deceived. Ya kwamba bad company corrupts good morals. Mahusiano ya watu ambao hawajaamini kabisa yanafanya mtu anaanguka katika majaribu na anaharibu kilichokuwa chema. Yesu akauliza, kuna uhusiano gani katikati ya Barieli na Mungu? Kuna uhusiano gani katikati ya mtu ambaye hajamuelewa Bwana na mtu ambaye ameokoka? Watu ambao ni kama 80% ya watu ambao wameondoka katika ufalme wa Mungu, watu ambao walikuwa wamelelewa katika msingi wa Mungu, katika this generation, watu ambao nimeona wengi ambao wamepotea kabisa, ni watu ambao walilewa lakini wakakuja wakashikwa, wakaingia katika mahusiano. Unapata mtu akiwa kanisani wako pamoja sana, akitoka ule mlango, hiyo mambo ya watu ambao wameamini anawaweka kando, anajihusisha na kundi lingine la watu ambao hawaamini. Unapata ya kwamba wakati wanatembea wakiwa mbali huko, ndiye anaambiwa shika hii uonje, anapewa majani 2. Unajua hakuna mtu anaamka asubuhi moja anaanza kula mgoka. Mtu anaamka asubuhi moja anapewa majani 2, anaambiwa onja hii, usikie inakupeleka namna gani. Shetani anatumia adui, anatufikia. Jambo la mwisho Shetani anatumia is when we don't have the knowledge of the word of God. The knowledge of the word of God. Jambo la kwanza nimesema, he uses your mind. Anakuchunguza kwanza aone ni kitu gani ambacho unakiweka pale. Jambo la pili, he uses those people who are close to you, your friends, the peer. And the third thing, anatumia udhaifu because of lack of knowledge. Bible says in the book of Hosea 4 and verse 6 that the people of God perish for the lack of knowledge. Unajua watu wanafika pahali wanadanganywa na maandiko ambao wanajua. Shetani mwenyewe alimwendea Yesu kwa maandiko, akamwambia kumeandikwa ya kwamba hata ukijiachilia kutoka juu, Mungu ataamuru malaika wake wakushikilie na hata utajikoa kwa jiwe mgumu. Alikuwa shetani anajua maandiko. Watu wengi ambao wamepotoshwa na ibilisi is because people of God, they don't have wisdom on the word of God. The proverb says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kumwogopa Mungu kunakupa ujasiri na hekima. The fear of the Lord, the wisdom of God. Unajua watu ambao walikuwa wachanga na wakaanza kufuta bangi walipelekwa katika maandiko, wakaambiwa najua maandiko katika Mwanzo Mungu aliumba vitu zote, aliumba mimea yote, na akasema kila mmea akasema unastahili. Na mwanadamu akaambiwa haya matunda yote unaweza kuyakula na unaweza kula chochote isipokuwa mti mmoja. Kwa hivyo wale vijana wakati wanaambiwa, unajua hata hii miti ya bangi ilipandwa na Mungu na akaibariki, na wakati alipanda akaona hii mti ni mzuri. Unapata unasimamishwa na andiko lililopotoshwa ya kwamba wengi wanashikwa. Walevi wengi walianzwa katika maandiko. Unajua wazee wa kale walikuwa wanakunywa divei, na unajua kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anaitwa Noa, alikunywa mpaka akalewa. Na Paulo mwenyewe akasema ati ukionja kidogo inakusaidia kusiaga maharagwe ambao ulikuwa umekula saa 7. Watu ambao wanaingizwa katika mtego, wanatumia maandiko lakini kwa kukosa ufahamu, because my people perish for the lack of knowledge. Unapata mtu anaambiwa wewe onja maandiko, Paulo amesema ni kidogo tu ni ya kutengeneza maharagwe. Unaanza na ya kutengeneza maharagwe, baada ya kumalizia utakunywa na ile ya kubebwa. Watu wanapotoshwa na maandiko. Watu ambao wengi ambao walisini na kuingia katika dhambi ni watu ambao waliambiwa Mungu ni wa neema, Mungu ni wa neema. Wachana na hawa watu wanakwambia tusitembee pamoja. Tutakosa hata kutembea pamoja. Sasa hiyo mwenye mnatembea na yeye unamuelewa vizuri, hajui maadili ya ufalme wa Mungu, lakini anakuambia hata Yesu mwenyewe hakuja kwa wale wazuri, alikuja kwa wale ambao walikuwa ni wenye dhambi. Kwa hivyo hawa watu wa kanisa yako wasikudanganye eti ni lazima utembee na waliookoka peke yake, sababu hata Yesu hakutembea na waliookoka, alitembea hata na wenye dhambi. Wacha nikwambie, wewe si Yesu, wewe si Yesu. Utatembea na wao leo, lakini kesho tutakuokota huko chini ukiwa na majeraha, tukikuombea Mungu akupe nguvu ya kusonga. Watch your might, watch your company. The fear of the Lord, have the wisdom of the word of God. Ndio shetani akitafuta kona ya kukupata,
hata kupata. Kwa hivyo sitaki kuendelea kupitisha hapo, naona masaa pale yameenda, lakini siku ya Jumapili yenye inakuja tataka tuangazie aina za majaribu, ndio tujue kuna aina gani za majaribu na zinapita laini gani. Kwa hivyo endeleza kujijuza kabisa, endeleza kujifahamisha na neno la Mungu, endeleza kujielimisha. Paul alisema ya kwamba we enrich ourselves with the word of God. We enrich ourselves with the word of God. Siku moja tutakuja hapa changamoto. Na nimemaliza. Tutakuja hapa siku moja changamoto. Wacha hii yenye tunakaa pamoja, changamoto. Hawa wakae pande hii na hawa wakae pande hii, tuangaliane. Tunaangusha verse pande hii, tunaangusha Biblia zikiwa pale chini. Tunaangalia hapa, tunaangalia hapa. Sasa hii group Mungu awasaidie wakuwe na utajiri wa maandiko. Verse inatoka pande hii, yenye imetoka kwa kichwa. Ingine inatoka pande hii inarushwa kule. Hawa wanatoa pande hii wanarusha kule. Mpaka tuhakikishe hawa wamekauka kabisa. Mpaka waseme zimeisha. Nakumbuka siku moja nilipelekwa challenge kama hiyo. Tukagawa mara 3. Tukabiwa nyinyi mkitupa verse, hawa wanatupa verse. Biblia zilikuwa kule. Mwalimu alikuwa hapa ni kuhakikisha. Najua kuna watu wanajua kuguess maandiko yenye haiko. Alikuwa anakuambia hiyo ni uongo, hiyo ni ya kwako hiyo. Wewe tafuta maandiko. Mpaka wakati tuliinua mikono tukasema zetu zimeisha. Hawa kaambiwa umeshinda. Jielimishe, jihami na neno la Bwana. Usikuje kuimbika. Anza kujiwekea yako siku ya leo, sababu challenge inakuja. Wachani tuombe. Tunakushukuru Bwana wa majeshi, uliotukuka, ulioinuka sana asubuhi ya leo. Nasema ni asante kwa kutupa kibali na neema ya kuwa uhai na kuwa katika madhabahu haya tukilinena neno lako Bwana. Waketie pahali pa juu, tumetia amri yako, tumekuheshimu Bwana. Wacha neno lako likakue lingi ndani ya moyo wetu. Katusaidie kuelewa njia zako, katusaidie kutujuza habari za mbingu, mapenzi yako juu ya maisha yetu. Naomba wapendwa hawa Bwana ya kwamba ukawasaidie kujitajirisha na neno lako Bwana, na kwamba the fear of your name ikuwe ndio jambo la kwanza la msingi katika maisha yao. Tunawatabiria ya kwamba wataenda mbali sababu wameongozwa na wewe Bwana unayeweza. Tukiendelea kaa pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na kushukuru. Amen. Tubarikiwe sana. Patane Jumapili.